Tumeishia pale Sister yupo anaongea na mama yake akiwa ametokezea mbele yake, Sister akiwa na hofu, akitetemeka, "Mama, ni wewe kweli?" Mama, sauti ya chini inayozunguka kama upepo wa mauti, "Ni mimi mwanangu, lakini si kama ulivyonijua, usiniangalie kwa macho. Sikiliza tu." Sister akasema, "Nilidhani ulishakufa." Mama yake na Sister akasema, "Nimevuka mipaka ya mwanga kwa sababu roho yako iko hatarini. Shetani anakutega na kila hatua unayopiga mbele ni mtihani." Sister akiwa anatembea polepole mbele, akihema kwa hofu, "Nilipata kitabu cha uchawi. Kimenisaidia kutoka jangwa lile la mauti. Lakini sasa naona vivuli vinanifuata." Mama yake na Sister akasema, "Shetani ana uwezo mkubwa sana mwanangu, kuwa makini sana mwanangu." Sister akamwambia mama yake, "Afadhali nimepata nafasi ya kuweza kukuuliza maswali yanayonitatiza hadi leo. Hivi mama, kwa nini naandamwa na matatizo makubwa ambao ni ya kiroho kabisa na siishi kama binadamu wa kawaida?" Mama yake akasema, "Mwanangu, kila kitu ni mipango ya Mungu, wala hata siku moja usiwahi kulalamika." Sister kwa sauti ya kukata tamaa, "Lakini mama, ninahisi nimevunjika ndani. Nafsi yangu inavuja giza." Mama yake na Sister akasema, "Ni lazima uendelee mbele. Matatizo yote chanzo ilikuwa ni babu yako, lakini kamwe usiwahi kumlaumu. Nilijaribu kuvunja agano, lakini kumbe sikufanikisha. Huenda lilikuwa jukumu lako na hatima yako toka uzaliwe." Sister akauliza, "Hivi mama, vipi kuhusu baba yangu? Hukuwahi kuniambia chochote kuhusu baba yangu. Yuko wapi? Na kwa nini hajawahi hata kunisalimia? Na kumbuka, hujawahi kuniambia amefariki, hivyo najua yupo mzima." Mama yake na Sister kwa sauti ya huzuni akiangalia chini akasema, "Baba yako hayupo hai, lakini pia hajafa." Sister akashangaa, "Una maana gani mama? Mbona sikuelewi?" Mama yake na Sister akamwambia Sister, "Baba yako sio binadamu wa kawaida. Ni kiumbe chenye nguvu sana, chenye asili ya moshi wa giza. Baba yako sio binadamu, ni shetani aliyeweka maagano na baba yangu. Wewe kuwa hai, chukua mchanga wa damu kutoka chini ya miguu yako, utaitumia kuchora msalaba ardhini. Ukiona kivuli kisicho na miguu, usikitembelee mbele. Rudia maneno haya: mwanga wa mbinguni, nishike mkono. Giza likijaa, wewe ni silaha yangu." Sister akasema, "Mwanga wa mbinguni, nishike mkono. Giza likijaa, wewe ni silaha yangu. Upepo mkali unavuma." Sister akauliza, "Mama, mimi nataka haya yote yaishe na mimi niishi kama binadamu wa kawaida. Nataka niwe na maisha kama binadamu wengine wanavyoishi." Mama yake na Sister akasema, "Mwanangu, natamani sana ningekusaidia, ila hiyo ni ngumu kwako. Hata sina cha kufanya nikusaidie wewe. Kikubwa Mungu atakuonyesha njia. Ewe, ni makosa mwanangu, hukutakiwa hata kuishi. Umepatikana kwa miujiza. Ila mwanangu, kuna mganga ambaye alinisaidia kuvunja agano langu. Mganga huyo ndio yule ambao babu yako alienda kuomba utajiri na tumaini. Atakusaidia, hata wewe utaishi kwa amani." Basi mama yake na Sister akamwelekeza Sister mahali anapoweza kumpata mganga yule. Baada ya kufanya vile, mama yake na Sister akamwambia Sister, "Mwanangu, muda wa kuongea na wewe umeniishia. Natakuwa niondoke. Kuwa makini sana mwanangu, mtangulize Mungu kwa kila kitu." Baada ya kusema hivyo, ukatokea upepo mkali sana, ukampoteza mama yake na Sister mbele ya macho ya Sister. Sister aliumia sana kuona mama yake ameondoka, ila alifurahi sababu alipata nafasi ya kuongea na mama yake kwa mara ya mwisho. Mara ghafla Sister akakurupuka kutoka katika usingizi ule mzito. Baada ya kuamka, ndio akagundua vitu vingi ambavyo alikuwa havifahamu mwanzo. Basi Sister akazidi kusonga mbele na safari yake. Kwa mbali anaona kuna hekalu kubwa sana. Sister alifurahi sana kwa kuwa alijua ameshafika katika ufalme wa kusini. Aliona hatima yake imekamilika, kazi aliyopewa anakaribia kuifanikisha. Sister akazidi kulukosegela hekalu lile kwa furaha sana, akakiambi, "Kitabu, hatimaye umefika kwa mfalme wako sasa." Kitabu kikamwambia, "Kabla ya kunitoa kwa mfalme huyo, naomba umuulize maswali haya. Akiyapatia, basi yeye ndiyo mfalme sahihi. Nibaitakiwa kwenda kwake. Akikosea, jua sio yeye." Sister akauliza, "Maswali gani hayo?" Kitabu kikamwambia, "Ukifika katika ufalme huo, uliza hivi: ni nani aliyemwaga damu ya mwisho mbele ya mlango wa hekima?" Yeye mfalme anatakiwa ajibu, "Mfalme asiye na busara." Akijibu tofauti na hivyo, basi sio mfalme ninayetakiwa kufika kwake. Swali la pili, unatakiwa kuuliza, ulimi wa nani ulizimwa kabla ya ukweli kuzungumza? Mfalme sahihi anatakiwa ajibu, "Mfalme asiye na hekima katika uongozi wake." Kitabu kikamwambia Sister, swali la mwisho unalotakiwa kumuuliza mfalme huyo ni kwamba ni sauti gani inayosikika bila mdomo, lakini huamuru miji. Mfalme huyo anatakiwa ajibu, sauti ya mfalme mwenye huruma kwa watu wake. Kitabu kikamwambia Sister, unatakiwa uwe makini sana. Basi Sister akazidi kusogelea lango lile. Yule mtawa alikuwa amechoka, lakini macho yake yalikuwa imara mbele ya lango kuu la mji wa kifalme.
Ukuta ulikuwa wa mawe meusi yaliyopambwa na alama zilizochongwa kwa lugha ya kale. Milango hiyo haikufunguka hata kwa mvumo wa upepo. Sister akaingia hadi ndani, kila mtu alikuwa akimshangaa. Akazidi kuingia hadi ndani ili akaonane na mfalme. Kweli Sister hatimaye mbele ya macho yake anamuona mfalme anayeongoza eneo lile. Mfalme yule akamwambia Sister, "Karibu mtumishi wa Mungu, una habari gani kwangu?" Sister kwa uoga akasema, "Mfalme, nina maswali kwako." Mfalme yule akasema, "Naomba tu uniulize, una swali gani kwangu?" Sister akamuuliza, "Ni nani aliyemwaga damu ya mwisho mbele ya mlango wa hekima?" Mfalme yule akafikiria. Mfalme yule akasema, "Mtu siye na akili ndio anaweza kufanya hivyo." Sister akasema, "Sio jibu sahihi." Mfalme akasema, "Binti, unathubutu kunijaribu?" Sister kasema, "Hapana, ninataka tu uhakikisho kama wewe ni mtu sahihi." Mfalme yule kwa hasira akasema, "Unathubutu kunijibiza mimi? Unanifahamu mimi ni nani? Na ninataka uniambie, umefata nini katika ufalme wangu?" Mfalme yule alipata ghadhabu sababu aliona ni kama amedharauliwa mbele ya ufalme wake. Kwa hasira akasema, "Chukua huyu Sister, nataka mumpeleke katika chumba cha adhabu ili apate adabu." Kweli walinzi wakamchukua Sister na kumpeleka haraka katika chumba cha adhabu. Sister anashangaa anakosa gani la kumfanya aende gerezani, ila hakujaji sana, akaona ni bora afanye hivyo, akubaliane na hali, la sivyo anaweza kupata majanga makubwa. Kweli Sister akaingizwa katika chumba kile. Chumba kina giza zito, harufu nzito za wadudu na mizoga ya watu waliokwisha fariki muda mrefu. Sauti za nzi na giza la kutosha lipo katika chumba kile. Sister hakuwa na namna, akaona acha afanye kama anavyoambiwa. Ameingia mule ndani. Sister akakutana na mwanamke mmoja aliyedhoofika sana kwa kukosa lishe nzuri. Alikuwa ni mwanamke mdogo, ila kwa kukosa matunzo na kukaa muda mrefu bila kula chakula kizuri na kutokukosa hali ya hewa nzuri na mwanga wa jua, ngozi yake ilikuwa imesinyaa sana kama ya bibi kizee sana. Sauti yake mwanamke yule ilikuwa inatoka kwa kukwaruza sana. Sister alivyomwona mwanamke yule aliogopa sana, ni kama ameona mzimu, sababu mwanamke yule alikuwa anatisha sana, tena ukijumlisha na sauti yake ya kutisha mwanamke yule. Sister aliogopa kabisa hata kumsogelea. Ile Sister amekaa muda akimwangalia mwanamke yule, akaona ni bora aanze kuongea naye. "Je, unadhani mwanamke yule ni nani na amefikaje pale gerezani na ni kwa nini amekaa pale kwa muda mrefu sana?" Basi usiache kunifollow na kuandika next, ila pia usiache kusubscribe YouTube yangu ili uwe wa kwanza kupata video zangu. Asante, naitwa Montero.